Tunamuona mwanamama anayeitwa Siti akiwa anafunua maiti na anakuta maiti imeharibika sana. Unaona? Sasa alikuwa na binti yake anaitwa Leila, anaanza kuogopa, mama mimi naogopa. Huyo akamwambia hapana, usiogope mwanangu. Unaona? Kazi yako itakuwa ya kuosha maiti, utalisi kazi yangu baadaye. Kwa hiyo nakufundisha jinsi ya taratibu zote za kuweza kuosha maiti. Unaona? Unaanza kama hivi, unaanza kwenye paji la uso, unaona? Unaosha vizuri. Unaenda kifuani, unaenda mpaka miguuni. Unaona bwana? Kwa hiyo upashi kuogopa. Hii ni kazi yako. Sasa unafanya hivi, mwili unaugeuza hivi. Wakati unageuza mwili, wakakuta mwili una makovu kama umepigwa mapanga hivi, umetobolewa. Leila mpaka anasema mama, hiki nini? Sasa mama yake Bi Siti anasema usiongee kitu chochote, nyamaza kimya. Mara sasa wanaanza kumsafisha. Ile maiti ilikuwa imechafuka vibaya mno. Mara maiti inafumbua macho. Bwana, picha yetu inaitwa muosha maiti, ndiko inakoanzia. Tunamuona ustazi fulani yuko pale msikitini, anatoa taarifa fulani kwamba bwana, kutakuwa kuna shughuli, watakuwa wanatoa watoto kwenye unyago. Ina maana wanacheza unyago watoto. So unajua ile kutailiwa na nini? Mambo utamaduni bwana huko upo kama huko Tanzania au East Africa au Afrika vile vile. Tamaduni zinafanana. Sasa hapa wakawa hapo wanapiga story, kuna Biteli hapo, kuna Bisiti, wote wanataniana, lakini hao wote ni wanaitwa waseja, wanaitwa nini kwa sababu hawana wanaume. Wote hawana wanaume. Wakawa wanataniana wakasema bwana Bimo, siku ya kuoa tutakuja kama hivi, tutafanya sherehe. Wanasema wewe Misteri anasema wewe usintanie bwana, nini wewe mnyamaza. Sasa kwa pale wakati wanapiga story, huyu muda wote anacheza kwenye zile shughuli, anamtisha sana huyu bibie huyu. Sasa bibi akaona hii mbona sasa inakuwa too much mbona anatishwa sana. Bi Siti na anaangalia, anaona hapana bwana, mbona huyu kama wanamzengea. Ikabidi sasa Biteli aondoke pale. Anaona bwana, mimi msinipe shida bwana, acha mimi nitoke kwenye shughuli yenyewe, naona kama vile mnazungua. Ila watu kuna kitu wanakijua. Iki kikosi cha wanawake 6 kuna jambo fulani wanalifahamu, lakini wanaficha. Sasa Biteli akaingia ndani. Sasa Bi Siti naye akamfuata akasema vipi? Nini, mbona umekimbia pale? Unaona? Wenzie nao wakaja pale wakaanza kumwaga kwamba wanaondoka, mwisho wa shughuli umeisha. Sasa Miss Ida yuko pale anazungumza na Bi Siti. Wakawa discuss pale, wanaagana, unaona, kwa majonzi, kwa sababu kuna kitu kinaendelea na wanakijua. Miss Ida akamwaga mwenzie Bi Siti, wakaamua kuondoka. Sasa hapo tunamuona Siti akiwa na mwanae Leila wanatembea, amekuja kijana wao pale. Naye akajifanya eti pale anajikinga, jua liko wapi bwana, alafu sasa hivi hujaenda kazi, siku hizi una kazi. Mama yake anamuuliza kusema niko na kazi hapo ya kubangaiza bwana, ujenzi. Kwanza bwana, mimi ngoja niwaache niondoke zangu, nyie endeleeni tu na mambo yenu. Akaenda pale akakutana na binti fulani, wakasalimiana, kaondoka zake. Jamani, sasa tunaingia usiku. Bi Siti anaanza kuswali pale. Unaona? Ila anasimama kukimswala, anahisi kama kuna kitu fulani pembeni. Kuna kitu gani? Anasikia kama michakato fulani hivi. Alafu kama kivuli hivi. Ikabidi atoke aende kuchungulia dirishani. Anachungulia dirishani, anaangalia, aoni kitu. Hapa kuna nini sasa? Ikabidi sana arudi aendelee kuswali kama kawaida. Akaanza anaanza kuswali, unaona? Lakini anasikia hali sio nzuri, hali ya upepo inabadilika. Ila akaamua kumwamini Mwenyezi Mungu na kuendelea na swala lake. Akaanza Allahu Akbar, akasimamisha swala, Allahu Akbar, unaona? Akaendelea kama kawaida, lakini akatokea mzimu uko pembeni nao unaswali. Kadri anavyoswali huyu Bihida na mzimu vile vile unaswali vile vile. Akamaliza akatoa salamu, ndio amemaliza kuswali pale, anageuka nyuma anakuta ni binti yake Leila. Sasa ule mzimu, wakati Leila yuko nyuma anasali, ule mzimu ulikuwa unajifanya ni Leila. Leila akatoka akaondoka. Lakini sasa Bihida akawa na wasiwasi. Leila akawa anaendelea na shughuli zake pale za kawaida. Sasa wakati anaangalia pale, mama yake akawa anamwambia, lakini nimekwambia achana na zile kazi za makeup unazotaka kwenda kufanya. Mimi nataka ufanye kazi ambayo nataka nikulisishe ya kuosha maiti. Sasa Leila na mind, mama mimi usiniambie hizo habari. Mimi sitaki kabisa kazi za kuosha maiti. Kusema wewe unaongea nini? Mara akaangusha glasi pale, ikadondoka chini, ikamwagika. Sasa akawa anaokota vile vigae. Sasa
Siti akafunua chakula, akakuta kama chakula kimeoza fulani, akatoka nje akamwambia Leila, Leila, mimi natoka nje sasa hivi, naomba funga milango yote, na kipindi hiko mvua inanyesha. Sasa Leila akaanza kuchanganyikiwa, huyu mama vipi tena, anaenda wapi na hii mvua na radi zote hizi Mara wakasikia tangazo msikitini, wanasema Bihida amefariki. Bihida kafariki? Sasa Leila naye akachanganyikiwa. Fasta Bisiti akafika pale msikitini, akakuta pale wapo wanamsubiria, na yeye ndo muosha maiti. Inabidi sasa aingie chumbani kwenda kuanza kazi ya kuosha maiti. Akaingia. Bila kuingia sasa, anaukuta ule mwili umechafuka vibaya. Ule mwili tulioona mara ya kwanza wakati picha yetu inaanza, ndo huo ambao unaonekana Bisiti amefariki na ameharibiwa. Sasa huku bibie kalala Leila kitandani, anasubiria mamake kaenda kule msibani. Bwana, tunaishia hapo kwa kipindi cha kwanza. Hii ni season ya kwanza, tutawaletea season ya pili. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja, tusisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare pia, tuwe pamoja.